jana walishindwa kwa sababu ya psychological maturity. Jimmy, kama coach bado mimi nazungumza kwenye zile dakika 25 za kwanza ambazo Simba walionekana kumiliki mpira, lakini pamoja na umiliki wao na kuchezea mpira na kuonekana kama kuna uhai, lakini bado nafasi ya wazi, nafasi yoyote ambayo ingezaa goli ya watu kuona moja kwa moja bado ilikuwa ionekane. Wanacheza, watu wanafurahi, lakini kwenye penalty area Simba tuoni kama kuna kitu wanaweza kufanya. Ilikuwa nafasi moja. Ipi? Ile ya Anicet ya Ula alikosa mpira. Unakumbuka hiyo? Hata kama, lakini haikuwa chance kwenye box mpira wakati anarudishiwa goalkeeper. Yaani tuzungumzia kwamba zile moments Simba wameondoka, wanashambulia, wanakwenda kutengeneza nafasi, ikawa ni ngumu atuone. Kama mwalimu wa Simba ni kitu gani alipaswa kufanya kwa zile dakika ambazo timu yake inamiliki mpira na inashambulia, lakini mashambulizi hayafiki mwisho kwenye eneo lengo kwamba goli iweze kupatikana? Ndio. Kuna time unashauriwa kuacha wachezaji wakiwa wanacheza kwenye viwanja vya mazoezi, waache wafanye maamuzi. Wow. Kwa sababu kiwanjani wewe hutokuwepo mle ndani. Ndio. Wewe utakuwa bench. It's not kila time utakuwa na uwezo wa kumwambia mtu piga hapa, geuka, piga kule. Umewahi kuona makocha mithili ya Vicente Del Bosque? Mpira unaanza mpaka unaisha, haongei kitu chochote. Amekaa tu. Anasimama anashikia nini pale, anaangalia tu mpaka after time unatoka na kwenda kufundisha watu. Ingawa unafundisha wakati mpira haujaanza kwenye dressing room, kuanzia viwanja vya mazoezi unafundisha ukiwa dressing room, wakati mpira unaendelea pia unaweza kuruhusiwa kufundisha. Lakini sasa inategemea na mwalimu, wewe umewatrain wachezaji wako vipi, wanaelewa, na wewe unawapa nafasi kiasi gani. Unajua Juma, kinachofundishwa ni misingi ya namna ya kuiendea game, ni mbinu, kwamba sisi mbinu yetu ni hii. Anaenda kufanya ile kazi ni mchezaji. Wakati mwingine sio kwamba mwalimu hajafanya vizuri, lakini wanaofanya hiyo kazi wachezaji. Na unajua ni mpira is a team sport. Ndio maana unaweza kumuona mtu mmoja au wawili wanafanya vizuri, au watu wawili au watatu wanaweza usifanye vizuri, ikafa timu nzima. Unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo inategemea zaidi na wachezaji wenyewe. Sasa watenda kazi wana uwezo gani, wako wameichukua game hiyo wao kwenye vichwa vyao, wameichukulia kwa kiasi kipi pia. Hivi kwani kuna kitu mwalimu wa Yanga alikuwa anawaambia wachezaji wa Yanga wakati wako ile pressure iko Simba wamedominate kwa kiasi kile? Alikuwa anaongea mara chache tu. Kwa mtu akikosea hapo mara chache anawaambia, lakini bado wale wachezaji wenyewe waliresist. Unaelewa? Na nilikuwa nimekaa hivi naangalia, sema hizi ni aina za game ambazo unaweza ukacheza vizuri alafu ukapoteza, au unaweza ukashinda huku uamini kama umeshinda. Ingawa sasa Simba hawakudumu na hiyo kitu kwa muda mrefu, ilidumu kwa muda mfupi tu mpaka dakika 28 hivi wakapotea, baada ya kila walichokuwa wakikifanya wenzao kuresist, kutoa mianya. Distance kati ya mchezaji na mchezaji ilikuwa ndogo, watu walikuwa wanajitoa sana, na ilikuwa game ambayo unajua wakati game kuna wakati zinakuwa game inakuwa imebalance huku na huku, alafu kunakuwa na extra sasa kutoka kwa wachezaji wa timu pinzani, watu wanaamua kujitoa. Ndio unapoambiwa sasa bana jitolee wewe. Sawa? Kwa mfano kama jana ilikuwa ni game ambayo haikuwa na ufundi mwingi. Ndio. Unaelewa? Kila timu ilikuwa inajaribu kuziba mianya mwenzake anapokuwa na mpira, lakini Yanga walikuwa wazuri kwenye transitions. Kitu kikubwa kilikuwepo ambacho mimi namsifia mwamuzi, kulikuwa na matumizi sana ya nguvu. Kulikuwa na matumizi sana ya nguvu. Na mimi nilishangaa wakati fulani kwa nini mwalimu wa Simba aliopt kumuingiza Kaleso badala ya kumuingiza mtu ambaye angeweza kwenda kupigana kwenye physical battle. Alikuwa naye lakini. Yes. Alikuwa na Ino Loemba kwenye bench. Okay. Au mimi sikumuona. Alikuwa. Ndio. Ino alikuwa anaweza unajua kuna games unaweza wewe mkiwa kwenye mazoezi mkapeletewa video, si mkaletewa kitu gani, lakini mpira ukianza kikatokea kitu cha tofauti kabisa, tofauti na vitu ambavyo mlikuwa kule mnavizungumza, kwa sababu kila game
ni ya kipekee kulinganisha na game nyingine. Mnapanga vitu vyenu kabisa bana, hapa itakuwa hivi, hapa itakuwa, alafu haitokei pale ndani. Sio kile mnachokitaka nyinyi kitokee pale ndani. Kwa je, hawa wachezaji wana uwezo kiasi gani kurudi na kwa kupokea maelekezo madogo madogo? Kwa sababu hata ukikaa pale kwenye benchi ukiwa unamfokea mtu yuko upande wa pili kule, unafikiri anakuelewa au anakusikia? Anakusikia kule. Wewe hapa si uko na fullback wa kulia kwa mfano. Fullback wa kushoto kule anakusikia na kelele za kiwanjani? Anakusikia. Inategemea sasa mtu mwenyewe. Maka taarifa inafika, mwambie fulani fanya hivi. Na hapo Jimmy, tukiwa tunaendelea, tukiwa tunacheza tu kawaida, kuna wakati kwenye hata hizi mechi zetu. Mkiwa mnapiga mipira mirefu, mnataka kushambulia, kila mkifanya attempt ya kwenda mambo yanashindikana. Unakuta wenzenu wako sawa sawa, mnapoteza mpira. Mnaambizana sasa msitupe, tuanze tucheze. Unahitaji viongozi kiwanjani. Unaweza kumwona mtu amefunga armband lakini sio kiongozi. Unaweza kuwa kapteni lakini sio kiongozi wa watu mle ndani. Kuna watu hawana kitambaa lakini viongozi kwenye timu. Na kuna mtu ana kitambaa alafu pia ni kiongozi. Unahitaji kuwa na leaders ambao wanaweza kuwaambia watu kwamba calm down, tucheze, tusiwe na haraka, ambao sio maelekezo yanayotoka kwa mwalimu. Sawa? Nakupa mfano mmoja hapa. Hansi ametoa mfano kwamba wakati Simba wako top, Max alikuwa na jaribu kuwa calm down wenzie. Mfano wa pili, siku Manchester wanafunga goli 6 na Manchester City, Ferguson alisema anawalaumu kina Rio Ferdinand ambao walikuwepo kiwanjani mule kwa kujaribu kuendelea kukimbizana na Man City ambao walikuwa wanaonekana kabisa tunamfanyaje, umetuzidi wao, ukubwa wao ulikuwa unasaidia nini? Kumbe mwalimu anaamini kuna watu ambao wanaweza kusaidia mle ndani kubadilisha situation ya mle ndani. Unahitaji kuwa na leaders ambao wanaweza kukuambia hapana, usifanye hivyo, tucheze, calm down. Lakini Simba ilikuwa imecheza kama timu, ni kama timu ya watoto hivi. Kwa sababu gani? Huwezi kushambulia muda wote, vipindi vinagawanyika. Sawa, kuna time una push, alafu kuna time unasema no. Kwa mfano mimi nikupe mfano mwingine ambao mimi jana nataka kuandika ndio uandika. Yaani hata ukikaa nje ulikuwa unaona kabisa Simba wanachojaribu kukifanya ni kutafuta kupiga cross kwa ajili ya kumpasia Dumbia. Sahihi. So everybody was seeing it. Isipotokea hiyo, tena wakati mwingine cross inakuwa ngumu, yuko na unataka kuilazimisha kuipiga tu pale, mradi mpira uende wapi? Uende pale juu akafunge, kwa sababu tunasema huyu mzuri kwa kichwa. Ficha hiyo pasi au ficha hilo tukio. Ndio maana tunaweza tukicheza mpira kushoto tunaambiana kwamba nafasi iko kulia. Kwani kule kulia kuna kuaje? Kuna mtu anabaki anaelea. Ukiswitch mpira umefika, ukipigwa ndani goli. Tumalize hapo, nataka kwenda kwa wengine. Angalia sasa Simba kuna wakati wakaamua sasa kuanza na hizo pasi za nyuma vizuri tu. Kipa kidaka mpira anaanza na wakipewa kina Kagoma tena. Kapiga pasi kubwa imeenda kuwa kona na bado wakawa wanapoteza mipira kwenye maeneo hatarishi. Nini kinaweza kufanyika? Kama mbele tulikuwa tunaenda na tunanyang'anywa. Tumeanza taratibu, atukai na mpira ndani ya dakika 2-3. Nini kifanyike? Sasa Juma, unajua mpira ni mchezo ambao unachezwa kichwani kwa 90%. Ndio. Viungo huwa vinamalizia yale yanayofikiriwa kutoka kichwani. Na kwa kichwa Ashraf anazungumza hapa kila siku psychology. Ndio inawaongoza watu mle ndani. Kuna matukio yakitokea yanakutoa. Sasa unapokuwa umetoka, hata ukitoka kwa dakika moja tu, mpira unafanyaje? Unaendelea. Kwa mfano unamzungumzia Kagoma, si ndio? Lakini nataka timu nzima imepush, alafu inaonekana kabisa, unjue sio nyinyi mlioko nje ndio mnajua kwamba watu wanacheza vizuri. Watu wa mwanzo kujua wanacheza vizuri ni wao wanaocheza. Wanaona kabisa kama hapa tuko sawa. Wamebaki kidogo tu hao. Alafu hicho kitu kisipopatikana mnafungwa nyie. Akili moja kwa moja inageuka. Your frustration is transfer. Sawa? Kwa sababu mnategemea kitu ambacho hakitokei kwenu, badala yake nyinyi mnapata damage. Kwa hapo sasa mnahitaji kuwa na mioyo mikubwa, mnahitaji kuwa na watu ambao psychologically strong. Sawa? Ndio maana tunasema wachezaji pamoja na physical fitness, ufundi, mbinu, lakini lazima wawe na strength ya mind, ambao pia hiyo inaanzia hapo kwenye benchi pia. Sawa, unaanzia upande wote. Ndio maana hata wale wanaokaa kwenye bench pale, wale wana nafasi kubwa kuwasaidia wachezaji au kuwapotosha. Kwa sababu ya reaction zao pale zinaweza zikasaidia kuwabusi watu au
kuwashusha au kuwafanya wawe wenda wazimu mle ndani. Kumbuka Juma, mnakimbia mle ndani, mapigo ya moyo yako juu, kila kitu kiko juu, unaelewa? Ndio mle hakuna kuitana, Juma sogea hapo. Ndio maana mtu anakuwa Juma ataenda kule bwana. You have to know, unaelewa? Ndio mle hakuna kuitana, Juma sogea hapo. Ndio maana mtu anakuwa Juma ataenda kule bwana. You have to know kwamba kwa sababu kila kitu kiko juu, hakuna mtu atakikwambia kama mmekaa chini tu akamwambia mkimbize huyo. Hamna. Hii sehemu ya kukimbiza, neno litakalotoka litakuwa lina ukali ndani yake kwa sababu ya situation. Mwili wa binadamu umebadilika, sio? Kwa hiyo watu wanatakiwa kuvijua hivi vitu. Simba wamekutana na hiyo kitu, wamepigwa wao. Na mpirani magoli huwa yanatia moyo na yanaumiza. Na chances, yes, yanavunja moyo. Mkifungwa yanakuvunja moyo, sawa? Mkishinda yanakupa morali. Yanga unajua change ilianzia baada ya goli kuingia tu. Sawa, baada ya goli kuingia Simba angepata bao pale mambo yangevurugika, morali wao ungekuwa juu zaidi. Baada ya goli kuingia Yanga akaona kumbe hiki kitu kinawezekana. Na ulimuona Peter anarudi nyuma Shaulile anawatuliza watu, wakati fulani anamuita mtu anaongea naye kwa sababu anatumia uzoefu uliokuwa nao. Na intensity ya game, nguvu zilikuwa zinatumika. Yanga wamewini. Nani kuna jambo zuri hapa kwa watu ambao wana magari. Hans, wewe una gari na gari yako ile, hii gari yako sasa hivi haikusumbui. Uliniambia siku ile sio kama ya mwanzo. Gari yangu iko sawa. Okay, iko sawa. Lakini siku gari yako ikikusumbua kuhusiana na swala la rim, sawa? Nakupa maelekezo. Rim inaweza ikawa na hususa hizi za kichina zinaburuzika hapo, zinatembea hivi, zinapasuka yani ukigonga kwenye shimo linapasuka. Sasa